Sawasawa, tunamshukuru baba yetu tena katika sabato hii ya siku ya leo na nyinyi wasikilizaji wetu. Kwa hivyo tunawakaribisha sana katika mahubiri ya siku ya sabato ya asubuhi ya leo, tukitumai ya kwamba baba yawe amewalinda na pia amekuwa pamoja nanyi, ya kwamba amelinda afya zenu, na pia pamoja na yale yote ambayo mnayokusudia, ya kwamba baba yetu yawe amekuwa mwaminifu kwenu kama vile ambavyo amekuwa mwaminifu kwetu pia. Kwa hivyo niletu sana kumshukuru na kusema ya kwamba fadhili zake ni za milele, ya kwamba baba yetu ainuliwe, ahimidiwe, mkombozi wa Israeli. Ni kwa sababu pia yale ambayo ametutendea, ya kwamba haikutokana na nafsi zetu, kulingana na kazi zetu wenyewe, lakini hii imetokana na baba yetu kwa mapenzi yake na upendo wake mwingi ambao alio nao ndani yetu sana, na zaidi ya sana kumtoa mwanawe Yeshua, ili ya kwamba akadhihirisha upendo ambao alio nao kwa wanadamu. Katika mtume Shaul ama mtume Paulo, wakati alikuwa anaandika barua kuelekea Warumi ama kuelekea kule Rumi, aliwaambia kwamba, hiyo kusoma sura ya 5 mstari wake ni wa 8, ya kwamba Yawe alionyesha pendo lake kwetu wakati ambapo tulikuwa tenda dhambi, ya kwamba alimtoa mwanawe pekee ili ya kwamba afe kwa ajili ya dhambi zetu. Kwa hivyo tunaona ya kwamba baba yetu anatupenda, ile hali ya mazingira na changamoto zilizoko katika dunia, ya kwamba Yeshua anasema ya kwamba tuko katika dunia hii, na alikuwa anawaambia wanafunzi wake sana, hamuombi Baba ya kwamba tutoe, lakini atulinde na yule mwovu. Lakini ingawaje tena kuna changamoto nyingi zaidi ya sana na safari, bado tunang'ang'ana mpaka wakati wa mwisho ambapo Yeshua ataweza kufunuliwa. Maandiko yanasema ya kwamba tutafanana na yeye. Kwa hivyo hilo ndio jambo ambalo ni kubwa zaidi. Ikiwa Yeshua alishinda majaribu, basi sisi nasi pia tutaweza kuyashinda. Wewe muumini, wewe ambaye unayemwamini Yeshua, ya kwamba wewe ambaye unayemwamini baba, unamwamini baba yetu Yawe, ya kwamba amini ya kwamba mambo yote yanawezekana ndani yake. Kwa hivyo nawakaribisha sana katika mkutano wetu wa kila kabila, lugha na jamaa. Ama wewe ni wa Afrika au wewe ni mzungu ama wewe unatoka Ulaya, ya kwamba tunawakaribisha tena ili ya kwamba tuweze kulisikia neno la baba yetu kama jinsi ambavyo anavyotaka. Kwa hivyo nawaomba nikiwahimize ya kwamba utuhubirie tu kwa muda kama wa risali moja hivi, alafu tuweze kusemezana habari za maandiko. Maana ukisoma kitabu cha Isaya usome 40 mstari wake ni wa 8, Yawe anasema ya kwamba mambo ya dunia hii ya kwamba yatapita. Anasema ya kwamba mbingu na nchi ya kwamba zitapita, lakini neno lake ladumu na hata na milele. Kwa hivyo neno la baba yetu ingawaje ya kwamba katika masikio yetu wakati linaposomwa, ya kwamba mwili huu wa nyama, this afflicted flesh, ya kwamba inakatanga kusikia mambo ya unapata kuna vita sana wakati maneno ya Yawe yanasomwa, ya kwamba unapata mwili haufurahi. Lakini ndipo maana mtume Shaul anasema katika Warumi 7, anasema ya kwamba kile ambacho mimi nataka kukifanya, ya kwamba napata sifanyi, na kile ambacho ninachokipenda sana ndicho sikifanyi, lakini kile ambacho nakichukia kinafanyika ndani ya mwili wangu. Lakini mstari wa mwisho nasema, lakini namshukuru Yeshua kwa sababu ya kuja, maana yeye ndiye na jawabu ya mwili huu. Kwa hivyo Yeshua ameshinda mwili. Baadaye mwishowe mtume anasema ya kwamba katika Wagalatia anasema ya kwamba si anayeishi bali ni Masihi ambaye anayeishi ndani yake, basi ile haki aliyonayo ya kwamba ni ya Yeshua. Kwa hivyo tunamshukuru sana Yeshua, maana yeye amekuja akatufunua, yani akamaliza mwili huu nguvu ya kuweza kushindana na roho. Kwa hivyo tunawakaribisha sana ili ya kwamba baba Yawe ataweza kuwabariki. Kwa hivyo muda wa risali moja angalau, ya kwamba naomba mtuvumilie na pia mtusaidie kutega masikio ili ya kwamba tusikie kile ambacho Yawe anachokisema. Msomaji wa ongoza nianzie na kitabu cha Ufunuo wa Yohana 3 mstari wake ni wa 11, ya kwamba wakati inaponenwa kiziwi anawezekana asiyasikie maneno haya,
lakini yeye ambaye aliyejaliwa masikio ya kusikia, ya kwamba Yahwe anasema ya kwamba tegeni masikio yenu mkasikie kile ambacho yeye anataka kusemezana nasi katika sabato ya asubuhi ya leo, ya kwamba tukafunue mioyo yetu ili ya kwamba tuweze kuelewa na kufundishwa na baba yetu Yahwe. Yeshua aliyarudia maneno katika 6:45 kitabu cha Injili ya Yohana, akanukuu aya iliyo katika Isaya 48:16 na 17. Akasema ya kwamba na imeandikwa katika Torati na manabii ya kwamba na wote watakuwa wamefundishwa na Yahwe. Kwa hivyo sisi sote tukitega masikio, baba yetu anatufundisha na mwishowe tupate faida. Kwa hivyo chanzo cha Yahwe kutufundisha ni ili ya kwamba tupate faida. Andiko linasema namna gani? 11 kitabu cha Ufunuo, ndio naja upesi. Kwa hivyo Yeshua anasema ya kwamba naja upesi. Shika sana ulicho nacho, ndio mtu asije akaitoa taji yako. Shika sana ulicho nacho, ya kwamba mtu asije akaitoa taji yako. Yeye ashindaye, ndio nitamfanya kuwa nguzo katika hekalu la Elohim wangu. Kwa hivyo kuna vita ambayo Yeshua anatuita ya kwamba tuishindanie. Kwanza kabisa Yeshua anasema kupitia Yohana, anawaambia kwamba shika sana, ama anasema naja upesi, ya kwamba shika sana ulicho nacho. Kwa hivyo kile ambacho ndugu yangu umetoa mkononi mwako, ya kwamba chunga sana kimundu yeyote asiende nayo, ya kwamba mtu awaye yeyote asiweze kupita na kile ambacho umeshika. Anasema ya kwamba taji yako mtu asiweze kuenda nayo. Kuna wakati ambao unakuja Yeshua kifunuliwa ya kwamba wale ambao walioshinda vita ya kwamba watapewa taji ya uzima na watapewa uzima wa milele na taji katika juu ya vichwa vyao. Sasa Yeshua anasema ya kwamba mtu asije akaitoa taji yako. Kwa hivyo unapoishikilia na nguvu sana. Hebu endelea na ndivyo anasema namna gani? Anasema ndio, nami nitaandika juu yake jina la Elohim wangu. Kwanza akasema mimi nitamfanya kunzo katika nyumba ya Elohim wangu. Alafu anasema namna gani? Nitaandika juu yake, nitaandika juu ya mtu huyo jina la Elohim wangu, jina la Elohim wangu. Kwa hivyo jina la Elohim ya kwamba litakuwa juu ya vipaji vya hiyo mtu. Baadaye nasema na jina la mji, na jina la mji wa Elohim wangu, huo Yerusalemu mpya. Kwa hivyo jina ya Yerusalemu mpya ushukao kutoka mbinguni, ambao unaoshuka kutoka mbinguni kwa Elohimu. Tupe habari. Na jina langu mwenyewe, na mimi jina langu mwenyewe Yeshua, lile jipya. Yeye aliye na sikio nafanya nini? Alisikie neno hili ambalo Roho ayaambia makusanyiko. Kwa hivyo maandiko yanasema ya kwamba yeye aliye na sikio, ndugu yangu mimi na yeye ambao unayenisikiliza, ya kwamba Yahwe ni mwema na ana neema nyingi sana. Ni kwa sababu amefunua na ametupa masikio ya kusikia. Ni kwa sababu kuna wale ambao hawaoni, kuna wale ambao hawasikii, kuna wale ambao hawatembei. Lakini katika habari za kiroho inawezekana niwe na masikio lakini sisikii, lakini Yahwe amenena nasi ya kwamba yeye aliye na sikio basi na asikie kile ambacho Roho anavyoambia makusanyiko haya. Hawaambii watu wa mataifa, anawaambia wale ambao walioamini ya kwamba kile ambacho ulichonacho shika sana, ili ya kwamba mtu awaye yeyote asije akaitoa taji yako. Wacha kidogo nipatiane mfano fulani. Kuna wakati mmoja, kuna mfalme fulani wakati wa vita, wakati wa zamani sana, ya kwamba kama vile wafalme wanga wanaondoka wanaenda vitani, na wakati huyu mfalme alienda vitani pamoja na jeshi lake na majenerali wake, jeshi lake likauawa pamoja na majenerali wake wote wakauawa. Lakini huyu mfalme aliwezekana, ama kwa bahati nzuri, alinusurika akapotea kule jangwani. Alikuwa na farasi ikafa kwa sababu ya njaa, yeye akabaki peke yake, hakuwa na maji wala kitu chochote. Kwa bahati nzuri akashika kandege hii tunaitaka the bird, akaishika na ile fumbo. Kabla yule wakati mfalme alishika yule ndege alimwambia, kabla hujanipika unile, ningeomba nikushauri mambo matatu peke yake au mawili, na ikiwezekana mambo matatu. Na la kwanza, mwanadamu ni wa kusahau sana.
mwanadamu ni wa kusahau sana. Hiyo ndio alimwambia jambo la kwanza. Na jambo la pili akamwambia, shika sana ulichonacho, usiachilie. Kwa hiyo yule mfalme akakaza sana yule ndege, akamkaza, kwa sababu alimwambia kwamba mwanadamu ni kwa kusahau sana, na la pili, shika sana ulichonacho, usiweze kuachilia, na la tatu, yule ndege akamwambia, ndege tu umenikaza sana, haliwezi likatoka, umenikaza sana, yaani hata siwezi kutoa hewa ama pumzi ndani yangu kukuambia lile neno la mwisho. Lakini kwa sababu yule mfalme alikuwa ameambiwa mambo mawili, alikuwa anataka sana kujua jambo la tatu, akamlegeza yule ndege. Lakini wakati yule ndege alilegezwa from the snares, from kwa ile mtego, yule ndege aliona maisha yake basi imekwisha kuokoka, na akaponyoka na akaenda. Jambo la kwanza aliloambiwa ya kwamba mwanadamu ni wa kusahau sana, tena na ushike sana ulicho nacho. Na baadaye kwa sababu alitaka kusikia la tatu, akalegeza ndege akaponyoka. Yule mfalme akafanya. Sasa mambo yale ambayo tunayo ambiwa na yale siku ya leo, ya kwamba yeye aliye na sikio na asikie kile ambacho Roho anavyoambia makusanyiko, na anasema ya kwamba shika sana ulicho nacho, mtu asije kaitoa taji yako, maana Yeshua yu karibu. Tunaanza kitabu cha Timotheo wa kwanza 2 mstari wake ni wa kwanza. Kwanza tumkaribishe yawe, baadaye tuanzie kutoka mahali pale. Nasema namna gani ndugu yangu? Nasema ndio, basi kabla ya mambo yote, yawe anasema, yawe anaagiza kabla, anasema before all things, kabla ya mambo yote. Nasema ndio, nataka dua. Yeye anasema ya kwamba nataka dua na sala, ndio, na maombezi, tupe habari, shukrani ifanyike kwa ajili ya watu wote. Kwa hivyo Yawe anatuagiza, hii ni agizo kutoka kwa Yawe, ya kwamba kabla, before anything else happens, that we pray, we give supplication, and also we give thanks unto our Father Yahweh. Kwa hivyo wakati Yawe anapotuagiza ni vizuri tukatii. Anasema ya kwamba anawapatia wale watu wote wale ambao ni mashahidi wake pamoja na Roho Mtakatifu, wale wote ambao wanga wanamtii. Kwa hivyo ni vizuri kutii mamlaka ya Yawe, ya kwamba anasema kabla ya mambo yote, before anything else, before wakati unaposafiri, unapofungua biashara yako, kabla hata hatujaanza mahubiri, kwanza tunamtanguliza Yawe, uwepo wake uwe pamoja nasi, tusinene maneno yetu na Yawe yakose kuwa pamoja nasi, lakini tunamuomba ili ya kwamba awe pamoja nasi. Naomba tushukuru. Muumba wa mbingu na nchi, Baba yetu Yawe, katika jina la Yeshua, ya kwamba katika sabato nyingine ya leo tumekusanyika katika hii nyumba ambayo inaitanishwa na jina lako, nyumba ya ibada, ya kwamba tukiheshimisha jina lako na tukisema ya kwamba unastahili kuabudiwa na kupewa sifa. Kwanza kabisa Yawe, ya kwamba sisi wanadamu ambao ni wakosefu, ya kwamba tunatoka na tunajipata katika dhambi, wala kutembea na kuongea na kunena na kusikia na kukanyaga na mikono yetu inaguza dhambi. Baba Yawe, tunaomba ya kwamba kwa rehema ulizo nazo nyingi na haki ambayo iliyo ndani yako, ya kwamba ukaweza kutusamehe na kutuosha kupitia damu ya mwanao Yeshua Masihi. Asante kwa ajili ya Yeshua, maana unasema ya kwamba wakati tulipokuwa watenda dhambi, ya kwamba wewe Yawe ulidhihirisha pendo lako ndani yetu, ya kwamba ukamtoa mwanao wa pekee ili ya kwamba afe kwa ajili yetu, yeye ambaye hakupatikana na dhambi, ya kwamba akapatikana na mauti kwa ajili ya wanadamu ambao unaowapenda zaidi ya sana. Asante kwa wema wako, maana tunasema ya kwamba fadhili zako ni nyingi, basi na tuseme ya kwamba unastahili kuabudiwa na kuwasifu, mfalme wa mbingu na nchi. Wewe ulifanya vitu vyote na ncha na imara zote na vitu vyote tunavyoviona na pia visivyoonekana. Asante maana ya neema yako ndani yetu, buheri wa afya, na pia umetuamsha ya kwamba wazima. Baba Yawe, sisi ambao tulio na nguvu tunaomba Baba Yawe, na wale ambao wamepoteza wapendwa wao tunamuombea neema yako Yawe, maana wewe ni mfariji wetu wakati wowote, ya kwamba wewe ndio unayetufinyanga na unatushikilia katika pia safari, ili ya kwamba tusiweze kukata tamaa. Tunaomba ya kwamba tukafungua masikio yetu ya kiroho na pia ukatulia mioyo ya nyama Baba Yawe, na neno lako litakapoanguka liwe mbegu kama mvua inyeshavyo, na vitu vyote vilivyomo chini ya ardhi ya kwamba vinaweza zikamea, ya kwamba neno lako mahali litakapoingia unasema ya kwamba ni mbegu, liweze kumea na liweze kushikilia, na yule ambaye litakapoanguka ndani yake na kufanya maamuzi yaliyo bora,
maana wewe peke yako ndio uliye na uwezo wa kuokoa wanadamu wote yawe. Maana sema kwamba si mapenzi yako waweze kuangamia, lakini wote wapate wokovu na toba na kuweza kutubu dhambi zao. Ikiwa ya kwamba tumenena kinyume na mapenzi yako yawe, tunaomba msamaha kwa ajili ya nchi yetu Kenya yawe. Tunaomba amani yako ikasendii mahali popote pale, na pia pamoja na viongozi wetu wale ambao wanaotuongoza, tunawaombea neema yako ya kwamba siasa za vurugu na ghasia, ya kwamba Baba yao ukazikemea, maana una uwezo na nguvu, na pia ukatushikilia. Tunaomba amani yako pamoja na dunia yote kwa jumla, na hata katika mji wako, taifa lako Israeli iliyo takatifu, ya kwamba wakati vita zinapoendelea, ya kwamba tunaomba ya kwamba utulivu na amani katika taifa lolote lile ambalo linaloendelea na vita ya kwamba unaweza mambo yote, ukatushikilia, ukatufinyanga watakatifu wako mahali popote pale. Tunawaombea neema yako na ukawabariki, na pia ukawafinyanga, ukawahimiza katika mitandao yetu wale ambao wanatutazama, ya kwamba hatuwezi kuwasahau, ukawabariki, ukawatenda mema na ukawabariki katika jina la Yesu. Tunapoanzia kusoma maandiko yako na neno lako, ukatufungua masikio yetu, ukatupa utiifu na ukatusaidia, na pia huu mwili wa nyama ya kwamba tukausurubu pamoja na Yeshua, ili ya kwamba mioyo yetu ipate heri na pia ipate raha ndani ya maisha yetu. Katika jina la Yeshua tunaomba hata na kuamini. Haleluya. Kwa hivyo karibuni, tumekuwa tukiendelea na neno la nabii ama neno la unabii ama na kitabu cha unabii ambacho ni kitabu cha Danieli na kitabu cha Ufunuo. Na ningependa tuingilie sana, maana hii ni yetu sana, na ikiwa ya kwamba tutanena habari za wanyama na tunene habari ya sanamu ambayo mfalme Nebukadneza aliiona wakati wa ndoto, wakati wa usiku kitandani mwake, na tusiweze kujua tafsiri ya maneno yale, ya kwamba inawezekana nikapotea. Kile ambacho Yawe anasema ni hichi, ya kwamba tugeuke, tuache ama tuirudie njia ya zamani, tuirejelee ya kwamba mapito ya zamani yale ambayo tulioyaacha. Katika kitabu cha Yeremia anawaambia wana wa Israeli ya kwamba munirudie mimi Yawe Elohim wenu, ya kwamba anasema ya kwamba nami nitawatakasa. Ikawaje anapeana mfano ya kwamba ni mwanamke mgani yule ambaye anayeweza kumwacha mumewe baadaye akamrudia tena akamwacha. Ni mwanamke mgani yule ambaye anaweza wacha mumewe baadaye akaenda akajinajisi mahali pengine, baadaye amrudie mumewe? Watu wanasema, Yawe anasema pale Yeremia 3 ya kwamba watu watasema ya kwamba ni unajisi, lakini Yawe anasema hivi. Hebu msomaji nipe Yeremia 3 mstari wake wa kwanza, inasema namna gani? Watu wanasema namna gani? Maana pale Yeremia ananukuu watu husema ni kile ambacho watu wanga wanafanya. Wanasema namna gani? Nasema ndio kitabu cha Yeremia. Watu husema. Kwa hivyo Yeremia anasema watu husema, mtu akimwacha mkewe, naye akienda zake, naye akishaenda zake, akawa mke wa mtu mwingine, Je, mtu huyo atamrudia tena? Ya kwamba anauliza, je, mtu huyo atamrudia tena? Je, nchi hiyo haitatiwa unajisi? Lakini wewe umefanya mambo ya ukahaba. Lakini Yawe anaongea habari yake mwenyewe na Israeli. Israeli alikuwa ni mke wa Yawe, tena wa halali sana. Ukisoma kitabu cha Yeremia 31:33 hapo anasema ya kwamba lakini ingawaje nilikuwa mume kwao. Kwa hivyo Yawe ni mume wa kusanyiko lake ambalo linafananishwa na mwanamke, na unapata ya kwamba mwanaume anafananishwa na Yeshua. Kwa hivyo mahali popote pale unasikia kwamba Yeshua anaongelelewa kama kunena habari za mume na mkewe, inakuwa ni ya kwamba Yeshua na kusanyiko. Wakati wa zamani ilikuwa ni Yawe na Israeli. Unapata ya kwamba lakini Yawe anasema, lakini wewe Israeli, amefanya namna gani msomaji? Nasema inasema nchi hiyo haitatiwa unajisi. Na je, nchi hiyo haitatiwa unajisi? Lakini wewe umefanya mambo ya ukahaba.
lakini wewe Israeli umefanya mambo ya ukahaba na wapenzi wengi. Nawe ndio je, utanirudia mimi? Lakini Yawe anamuuliza swali, lakini wewe Israeli, je, utanirudia mimi? Anasema Yawe. Sasa anasema Yawe, je, Israeli utanirudia mimi? Inawezekana ya kwamba sisi Waisraeli wa kiroho, maana labda inawezekana watu hawana habari nayo, hakuna mtu wa taifa hata mmoja ambaye ataweza kuokolewa. Ni kwa sababu gani? Lazima kwanza wapate kuoneshwa na Israeli. They need to be grafted in Israel. Kwa hivyo tunapata ya kwamba mtu wa mataifa lazima kwanza aoanishwe ama afanyishwe a grafting na wana wa Israeli, ili ya kwamba awe Muisraeli wa kiroho. Na ningeweza nilipitisha madai hayo. Kwanza Yawe anamuuliza Israeli, je, ya kwamba utaweza kunirudia mimi? Sasa Yawe anauliza, je, watu wa Maroroi, wale ambao wametoka miji kando kando ya Maroroi, je, inawezekana tumrudie Yawe? Ya kwamba je, inawezekana? Yawe anatuuliza swali hivi leo ya kwamba mtanirudia mimi, lakini Yawe anafaa tuambie kama atatukubali, kwa sababu kama atatukubali basi tumrudie Yawe. Hapo ndipo ile Yeremia 4 mstari wake ni waongoza, nasema namna gani? Yawe akamuuliza Israeli, je, utanirudia mimi? Sasa Yawe anasema namna gani? Kama ukitaka kurudi. Sasa anamwambia Israeli, kama ukitaka kurudi ewe Israeli. Anasema namna gani? Anasema Yawe, utanirudia mimi. Kwa hivyo kama unataka kunirudia mimi ewe Israeli, Yawe anasema, na kama ukitaka kuyaondoa machukizo yako. Kuna kitu ambacho amemalizia katika hiyo aya pale chini. Kwa hivyo ukitaka kunirudia Israeli, unirudie nani? Mimi. Kwa hivyo Yawe ametupa ruhusa ya kwamba ikiwa tumepotea, Yeshua alipotea mfano katika Luka 15. Anasema ya kwamba habari za kijana mpotevu, ya kwamba huyu kijana alimwambia baba yake, mimi naomba unipe mali yangu, naomba unipe sehemu yangu, naomba unipe urithi wangu, mimi niende nikafanya mambo yangu. Unajua kuna wakati kijana anafikanga anaona amekuwa mtu mzima, sasa anataka mali yake, baba nigawie kilicho changu. Na yule mzee alimpatia na akaenda akapewa vitu vilivyo vyake, akampatia sehemu yake katika utajiri wake. Lakini yule kijana kwa kutokujua ya kwamba dunia ilikuwa imemngojea hivi, imepanua kinywa chake imeze, ya kwamba alienda akafunia vitu vyake vibaya, akaweza kufanya anasa na vitu vile ambavyo baba yake alivyompatia. Hakuweza kuwa mrithi mzuri, hakuweza kuviangalia vile ambavyo baba yake alikuwa anataka. Lakini baadaye mwishowe alienda akaajiriwa kazi ya kulisha nguruwe, na yeye akapata pia katika yale malisho makopo ya nguruwe, akapata pia anakula katika yale makopo. Labda inawezekana ya kwamba tulitisha baba yetu yale urithi wetu, baadaye tukatoka kwake tukaenda kuharibu kile ambacho tulichopewa. Lakini Yawe anasema kwa habari za yule mwana ambaye aliyepeana mfano wake, ya kwamba alisema, basi mimi naondoka na kurudia baba yangu, ya kwamba kwa baba yangu kuna watumishi, kuna wale ambao wameajiriwa, basi nami nitarudi. Hata kama baba yangu atanichukua kama mwanawe, ya kwamba hata ni heri nichukuliwe kama mfanyikazi, ya kwamba nichukuliwe kama mtumishi, ya kwamba yule nifanye kazi. Yawe anaongelea habari za kumrudia yeye, ya kwamba hata katika habari za unabii Yawe anatoa habari ya kwamba yeye nasikia, basi nasikia kile ambacho ya kwamba Roho anayaambia makusanyiko, ya kwamba wamrejee Yawe, ya kwamba Yawe is waiting for us, ya kwamba kutupokea mara nyingine, ya kwamba anataka tena tumrudie, ya kwamba turejee kwake. Anasema ya kwamba nirejeeni mimi, ya kwamba nenani mtaweza kupona. Kwa hivyo tunapata ya kwamba Yawe anasema tumrudie. Maana kijana alirudi kwa baba yake, lakini bado baba yake hakufanya kuwa mtumishi, alimfanya akawa ni kijana ambaye bado ni mwana wake. Kwa hivyo bado tukirudi kwa Yeshua, ya kwamba tutakuwa watumishi, lakini tutakuwa wana wa Yawe, jinsi ambavyo tulikuwa pale mwanzo. Lakini ikawaje? Ule urithi wetu tulitumia vibaya, lakini Yawe anasema ya kwamba nirudieni mimi, ya kwamba mtaweza kupona. Sasa tunaingia katika habari za unabii. Wakati tutakaposikia sauti ya Yawe, ya kwamba tusifanye migumu mioyo yetu, tusiweze ya kwamba tukakausha mioyo yetu. Ni Yawe ananena, na kile ambacho kimeandikwa hapa katika maandiko ninayoyasoma ndicho kimeandikwa katika
maandiko unayosoma wewe. Kile ambacho kilifanya utofauti ni ya kwamba walitoa jina la Yahweh katika original manuscript ya Kiebrania. Mahali palikuwa panasoma jina la Yahweh, wakatoa wakaeka jina Lord, wakaeka Kyrios, wakaeka Dominus, wakaeka jina la Bwana, wakaeka mwadhani pale. Lakini kile ambacho tu kimebadilishwa ni hicho, na kutoa jina la Yeshua na kuweka Yesu na mengineyo. Lakini kile ambacho tunachokisoma katika unabii ni kile kile tu ninachokisoma mahali hapa. Msomaji, naomba unipe kitabu cha Kefa wa kwanza ama Petro wa pili. Petro wa pili, moja mstari wake ni wa 19. Tunaanzia mahali pale. Nasema, maana tukizingatia sana unabii ya kwamba ndugu yangu, mahali tumetoka na mahali ambapo tulipo sasa na mahali ambapo tunapoelekea, ya kwamba sisi hatuyuko gizani kamwe. Tunajua mpaka Yeshua kukaribia kwake, ingawaje siku na saa hatujui. Siku na saa ya kuja kwa Yeshua, ya kuja kwa Mwokozi wa dunia, hiyo hatujui. Lakini Yeshua kikaribia kukuja, ya kwamba kuna dalili, there is signs ya Yeshua ya kurudi. Hapo ndipo utakapojua Yeshua anakaribia, hatubahatishi. Lakini ikawaje, tunajua siku moja atadhihirishwa ya kwamba Yeshua yuaja, ya kwamba atakuja mimi nikiwa namna gani. Neno la unabii ya kwamba mtume ama mzee wa kusanyiko anasema maneno haya, anasema namna gani? 19 mpaka 21 inasema, ndio neno la unabii hilo imara zaidi, bado mkiangalia kama taa haya mahali penye giza, mwafanya vyema hapo tutakapopambazuka na nyota asubuhi kuzuka mioyoni mwenu. Kwa hivyo hiyo mstari wa 19 inasema ya kwamba nasi tuna lile neno la unabii. Kwa hivyo ndani ya kusanyiko la Yahweh kuna lile neno la unabii. Yaani kuna lile neno la unabii ndani ya kusanyiko la Yahweh. Maana ni mtume Kefa anasema yale maneno ya kwamba nasi tuna lile neno la unabii ambalo tukiliangalia kama taa. Unajua taa inakuwa muhimu sana. Wakati kunakuwa na stima ama umeme huku katika Maroroi, tuko na street lights na tuko na taa zetu kwa nyumba. Wakati kunapotea stima, hata hatusikiagi vizuri, tunasikia tu tuko katika giza. Lakini giza ya siku hizi si kali kama ya siku zile za zamani. Wakati wa zamani kama ungetembea nje hivi, ulikuwa mpaka unaogopa wewe mwenyewe. Yaani kule nyumbani, wakati miaka ambayo imepita pale zamani ya kwamba kulikuwa na giza ingine mpaka ni kama imepakwa rangi nyeusi. Yaani uone hapa mbele yako, na kama unaona mbele, unaona ni kama kuna mtu mbele yako. Yaani hiyo giza mpaka uache taa ndio kwamba uone mahali unapoelekea. Kwa hivyo kama kuna mtu ambaye haangalii unabii ambao ulio katika kitabu cha Danieli na cha Ufunuo, ya kwamba huyo inawezekana yumo gizani, ya kwamba inawezekana hajui mahali ambapo ametoka, mahali ambapo alipo na mahali ambapo anapoelekea. Lakini Yahweh ni mwema, maana katika Maroroi mimi sidhani kama kuna jambo ambalo hawajui. Wale wanga wanasikiza kwa makini, na pia wanafundishwa wao nao wabatizwe, waamini, baadaye nao wawe walimu wa kufundisha wengineo. Sasa maandiko yanasema ya kwamba nasi tuna ile neno la unabii, yaani lilo imara zaidi, ya kwamba kama taa ing'aayo mahali penye giza. Maandiko yanasema ya kwamba tukiangalia sana tuwafanya vema. Kwa hivyo when we seek in the book of prophecy ya kwamba tunafanya vema, maandiko yanasema mpaka kutakapopambazuka na nyota ya alfajiri kuzuka mioyoni mwetu, ambao ni inafanana na Yeshua. Mstari wake ndio inasema namna gani msomaji? Unasema ndio, mkijua neno hili kwanza. Tukijua neno hili kwanza tuna unabii. Ule unabii uliotabiriwa na Danieli, ule unabii uliotabiriwa na Yohana, yule unabii uliotabiriwa na manabii wa zamani. Lakini ikiwa tuna zile nabii ama tuna unabii ule, kuna jambo moja ambalo Yahweh amelisema. Amesema namna gani ndugu yangu? Katika kitabu cha hiyo Petro wa pili, moja mstari wake ndio 20. Ndio neno hili kwanza. Tukijua neno moja kwanza, neno hili kwanza, na kwamba ndio hakuna unabii katika maandiko. Hakuna unabii ndani ya maandiko. Kwa hivyo ule unabii ambao tulionao, maandiko yanasema ya kwamba hakuna unabii katika maandiko patao kufasiriwa kama apendavyo mtu fulani. Kwa hivyo habari za Danieli, wale wanyama aliowaona
habari za ufunuo wa Yohana, yale maono waliyoyaona na ndoto walizoziona, ya kwamba hakuna mwanadamu yeyote ambaye amepewa ruhusa ya kutafsiri au kufasiri. Kwa mfano, wakati Danieli anapoona wanyama, Danieli hakutafsiri mwenyewe. Aliuliza yule mzee, hapo nipe 7:17 kama sikosei, kama 16, kitabu cha Danieli. Alienda akamuuliza yule mzee wa siku ya kwamba habari za wale wanyama ni akina nani, ya kwamba hakuna mwanadamu yeyote anaweza kutafsiri, yawe analeta ndoto baadaye anafasiri mwenyewe. Hebu nipe 7:16 kitabu cha Danieli, anasema namna gani? Anasema, kamkaribia mmoja wa hao waliosimama karibu. Hebu anza 15. Basi mimi Danieli. Kwa hivyo anasema basi mimi Daniel. Unajua maana ya Daniel, anasema ya kwamba yeye is my judge, ya kwamba mimi Daniel, anasemaje? Roho yangu ilihuzunika mwilini mwangu. Kwa hivyo roho yake, roho ya Danieli huyu nabii, ya kwamba ilihuzunika ndani yake, na hayo maono ya kichwa changu, na hayo maono ya wanyama ya kichwa chake yakamfadhaisha sana Danieli. Akaribia mmoja wa hao waliosimama karibu, akawakaribia huyo mzee aliyesimama karibu. Nikamuuliza, alimuuliza namna gani? Maana ya kweli ya hayo yote. Basi alimuuliza maana ya maneno hayo yote ambayo Danieli aliyoyaona. Kwa hivyo yule mzee aliweza kumfunulia Danieli, Wakati mwingine Danieli hakuwa anaelewa, maana yeye anaona, lakini maneno anayoyaona hayaelewi. Kuna wakati mwingine unasikia kwamba lakini Yawe alituma Gabrieli, Yawe akamtuma Gabriel, the messenger of Elohim, aweze akamfunue ya kwamba Danieli apate kuelewa. Kwa hivyo Yawe anatusaidia ya kwamba kuelewa kile ambacho amenena katika unabii wake. Nasubirini muone kile ambacho Yawe anachoweza anaangazia. Unajua unabii uliletwa wakati wa zamani sana, na ulianzia wakati wa Nebukadneza mfalme wa Babeli, wakati alipoona sanamu kubwa sana, na Danieli alitaka kuyajua maneno hayo zaidi ya sana kwa undani, ya kwamba Yawe tena akanena naye katika ndoto na katika maono ya usiku, akamwonyesha wanyama, ambayo wanyama na sanamu ya Nebukadneza hakuna utofauti, ujumbe ni moja tu. Utofauti ya kwamba kuna kitu ambacho Yawe anaongeza mbadala, kile ambacho hakuweka katika Danieli 2, anaongeza kitu kingine cha ziada. Danieli akaonyesha wanyama walio wanne, na mnyama mwingine wa nne akatoka baharini, tena mnyama wa kutisha. Na huyu mnyama, hiyo ni Danieli 7 mstari wake ni wa 7 na 8 na 9. Ukianzia mahali pale, akaona mnyama ambaye ni mnyama wa kutisha, mnyama ambaye anakula dunia yote na kuikanyaga mabaki katika miguu yake. Na tunapata ya kwamba huyu mnyama ya kwamba ako na pembe 10 juu ya kichwa vyake, na kuna pembe nyingine ndogo ilizuka baadaye, ya kwamba ikawang'oa pembe zingine 3, baadaye zikabaki pembe zingine 7. Yaani huyu mnyama wa 4 tena akaongelelewa katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 13. Tunaanzia pale sasa katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 13, tunajua huyu mnyama ni nani, ya kwamba Yawe amenena kwa zaidi kwa undani sana. Wakati Yohana akiwa katika kisiwa cha Patmo, yaani kabla ya Yohana, Danieli miaka 500 iliyoweza kupita, na 500 na ama 600 kabla ya Yohana hajapewa ufunuo, Danieli alikuwa ameona maono haya. Na hii ya kwamba tujue ni ukweli ni kwa sababu Danieli aliyatabiri na Yohana akaonyeshwa yale maneno. Ni kwa sababu mwandishi ni wengi, lakini yule ambaye anayefunua ni mmoja, yule ambaye anayeelekeza watu waandike ni mmoja. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana 13 mstari wake ni wa kwanza. Naomba tuzingatie huyu mnyama, maana watu wengi wamefuata huyu mnyama, maana dunia nzima imefuata huyu mnyama, ya kwamba amebadilisha amri za Yahwe. Lakini unasikia yeye anaitwa mnyama, lakini mnyama anawezekanaje aweze kubadilisha amri? Anawezekanaje ya kwamba na ni mnyama anatawala? Kile ambacho tutafanya
tutaingia ndani ya maandiko, na sisi kama wanadamu, sisi kama watumishi wa Yahwe, hatutaongeza na hatutapunguza kile Yahwe ameandika, tunatumia hilo. Soma andiko baba, inasema namna gani? Ndio. Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari. Ukiwa na maandiko yako, ukiwa na kilinganio yako hapo, ukiwa na maandiko yako hata kwa simu, twende polepole na wewe. Kile ambacho nitaongeza useme nimeongeza. Kile ambacho Yahwe ameandika tutumie hicho. Na tupatie Yahwe nafasi. Hiyo tu ndio nasi. Tupatie Yahwe nafasi ya kwamba ajieleze mwenyewe. Si tumueleze yeye anataka. Tupatie maandiko Yahwe nafasi yajieleze. Sasa huyu mnyama ambaye Yohana anayemuona yuko katika kisiwa cha Patmo, in the island of Patmos, wakati alikuwa mahali pale, Yahwe alimchukua katika roho, akaona mnyama huyu. Na huyu mnyama ndiye ambaye tunayemwangazia sana. Ni sawasawa na yule aliye katika kitabu cha Danieli 7. Ile pembe ndogo iko mahali pale. Hebu soma andiko, nasema namna gani baba? Kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari. Soma yote. Ninasema mwenye pembe 10 na vichwa 7. Anza tena. Kisha nikamwona mnyama akitoka katika bahari, mwenye pembe 10 na vichwa 7. Na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya vichwa vyake majina ya makufuru. Kwanza twende polepole. Sitaki tupotee ama tuseme maneno mengi ambayo hatutaelewa. Akili yetu si teknolojia ama si computerized. Ya kwamba anasema Yohana ya kwamba nilikuwa nimesimama kando ya bahari, na ya kwamba nikaona mnyama akitoka ndani ya bahari. Kwa hivyo huyu mnyama ambaye Yohana anayemuona ya kwamba anatoka ndani ya bahari, lakini kwa mafikira yetu wanyama wanaokaa baharini ni samaki, sio wanyama. Lakini wacha tukusikie yule mnyama ambaye Yohana aliyemuona, ili ya kwamba tuweze kuelewa ya kwamba ni mnyama wa namna gani ambaye anayekaa ndani ya maji. Kwa sababu sisi wenyewe na ile hekima tulionayo ya dunia hii, ya kwamba tunajua samaki, kuna nyangumi, kuna papa, kuna samaki wengine wanakaa ndani ya maji. Lakini yule ambaye nabii Yohana aliyemuona, huyu ni wa kushangaza sana. Ndio maana tunasikia kwamba Danieli anasema mimi nilifadhaika. Na ni kweli Danieli aligonjeka baadaye kwa siku 3, baadaye akazirai kwa sababu aliona wanyama wanaotoka baharini wanakuja katika ardhi. Hebu sikia vile ambavyo vinavyosema. Yuko na vichwa 7 na pia yuko na pembe 10 juu ya vichwa vyake, na juu ya pembe hizo ana taji katika vichwa vyake. Huyu mnyama kwanza tunampicha ina mind. Weke taswira ama tutengeneze taswira ndani ya mawazo yetu. Mnyama anatoka baharini, yuko na vichwa 7 na yuko na pembe 10 juu ya vichwa vyake, na pia ako na taji juu ya vichwa hivyo. Msomaji, katika aya ya 2 nasema namna gani? Yule mnyama niliyemuona. Sasa Yohana anaendelea. Na yule mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui. Alikuwa mfano wa chui. Kwa hivyo unaona mnyama anayefanana na chui, yule ambaye anakaa kule polini ana kasi sana. Kwa hivyo yule mnyama Yohana aliyemuona anafanana na chui, na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu. Na miguu ya huyu mnyama anayefanana kama chui ni miguu inafanana ya dubu. Kinywa chake kama kinywa cha simba. Na kinywa chake kama kinywa cha simba. Aha. Yule joka akampa nguvu zake. Subiri kidogo. Huyu mnyama ambaye Yohana anayemuona ya kwamba ni mnyama anayetoka baharini. Kwanza, kitu cha kwanza anatoka baharini. Kwanza lazima tuelewe maji yanawakilisha nini, au bahari inawakilisha nini ndani ya maandiko. Maana lazima tuzingatie ya kwamba hakuna mwanadamu yeyote anafaa kufasiri unabii wa Yahwe au maandiko kama apendavyo yeye mtu fulani tu. Kitu cha pili, anasema ya kwamba ako na vichwa 7, na kitu cha tatu ako na pembe 10 juu ya kichwa chake, na ako na taji juu ya vichwa hivyo. Huyu mnyama anafanana kama chui, ya kwamba anafanana, ako na miguu kama ya dubu na kichwa kilichofanana na kichwa cha simba. Hayo ni mambo ambayo tunafaa kuzingatie. Danieli aliona wanyama katika Danieli 7. Aliona mnyama wa kwanza, mnyama kama simba, na mnyama wa pili kama dubu, na mnyama wa tatu kama chui ambaye aliye na vichwa 4 na mabawa 4 juu ya mgongo wake. The characteristics ambazo Danieli alizoziona katika wale wanyama
ya kwamba zipo katika huyu mnyama ambaye anayetoka baharini. Msomaji, kwa hivyo tunapata ya kwamba Danieli aliona mnyama kama simba, na yeye Yohana akiwa katika kisiwa cha Patmo anaona mnyama ambaye alikuwa na kinywa kama cha nani? simba. Na pia Danieli anaona mnyama kama simba, na pia huyu mnyama ambaye katika Ufunuo 13 ya kwamba ako na miguu kama ya nani? Ya dubu. Kwa hivyo tunapata ya kwamba kuna uhusiano, there is similar characteristics, kuna tabia zinazofanana na wale wanyama wa kwanza ambao Danieli aliwaona. Kwa hivyo hakuna utofauti, kile ambacho kiko ni tabia alizonazo huyu zimekuwa na wafalme ama na wanyama waliotangulia kule mwanzo. Akaona mnyama anafanana kama chui, na pia Danieli aliona mnyama anayefanana kama chui. Kwa hivyo hao wote ya kwamba they are in one. Sasa wacha tusikie habari za maji, ya kwamba mnyama anatoka majini kulingana na utabiri wa yao, ya kwamba maji ni nini au bahari inawakilisha nini katika 7:10 ama 15 au 17:15 kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Inasema 17:15. Kitabu cha Ufunuo wa Yohana inasema namna gani? Kisha akaniambia yale maji uliyoyaona, ya kwamba yale maji uliyoyaona, hapo aketipo yule kahaba, tunazingatia yale maji uliyoyaona, hapo aketipo yule kahaba ni jamaa. Maandiko yanasema maji ni jamaa na makutano na mataifa na lugha. Kwa hivyo maji katika unabii yanawakilisha mataifa, lugha, jamii na nyingine na makutano, the population. Kwa hivyo maji equals to people population. Kwa hivyo mahali ambapo yule mnyama anatoka ndani ya watu, yaani palipo na watu wengi miongoni pale alitoka ndani ya watu. Kwa hivyo kitu cha kwanza, fumbo la kwanza yale yamefundua ni ya kwamba maji equals people population, ni lugha na jamaa na mataifa. Hapo yule kahaba, yule ambaye ni mwanamke yule, yao yamekwisha kuondoa fumbo la kwanza. Fumbo la pili, mnyama anayetoka baharini au mnyama anayetoka ndani ya watu, ndani ya mataifa, ndani ya kabila, ndani ya lugha na ndani ya jamaa. Hivyo hata Wakikuyu wakiwa ndani, Wajaluo wakiwa ndani, Wayunani wakiwa ndani, Walatini wakiwa ndani, yaani kila kabila yule mnyama alitoka pale ndani yao. Habari za mnyama 7:17 kitabu cha Danieli inasema namna gani? Huyu mnyama Danieli aliyemuona. Sasa wale ambao wanapenda kweli haya hawawezi wakafichwa, maana wao wanachambua maandiko ndani na nje, ya kwamba wanaweza kuelewa ya kwamba habari za mnyama, habari za maji, lakini si jiulize maji hapo niseme maji ni uhai. Kulingana na unabii, mahali ambapo yule mnyama anatoka, ya kwamba ni kabila, lugha na jamaa ambapo yule mwanamke anapokalia. Sasa kitabu inasema ya kwamba habari za mnyama ambaye Danieli aliyemuona, ama Ufunuo ama Yohana aliyemuona, anasema ni nani katika 7:17 kitabu cha Danieli? Wanyama hao wakubwa walio wanne, hao wanyama walio wanne ni wafalme wanne. Kwa hivyo ni wafalme wanne watakaotokea duniani. Kwa hivyo mnyama equals to a kingdom or a political power, ama serikali kwa uelewa ya kwamba mnyama anawakilisha kingdom ama ufalme fulani. Wakati yawe anaongea habari za mnyama, haongelei mnyama literally, anaongea habari za mnyama kwa fumbo. Unajua kwa sababu gani yawe ananena kwa fumbo? Ili ya kwamba wale ambao hawapendi kweli ya kwamba wasipate kuelewa, lakini wale wote wanapenda ukweli hawawezi wakafichika mambo kama haya. Ya kwamba mnyama equals to a kingdom, maji equals to population ama people. Kwa hivyo tunapata ya kwamba a kingdom ama ufalme unatoka ndani ya wanadamu. Kwa hivyo ndani ya miongoni mwa wanadamu, ndani ya mataifa kulitokea ufalme fulani, na huu ufalme uko na pembe 10 juu ya vichwa vyake. Hebu soma kwa 23 nasema namna gani? Nasema akanena hivi. Katika bado huo mstari wa 23 anasema akanena hivi, ule mnyama wa nne, ya kwamba
huyo mnyama wa nne atakuwa ni ufalme wa nne juu ya dunia. Kwa hivyo atakuwa ni ufalme wa nne juu ya dunia, atakuwa mbali na falme zile zote. Kwa hivyo ufalme huu ambao Yohana anaonyeshwa ni ufalme bado ambao Danieli aliyouona, na tunapata ya kwamba ni ufalme ambao utakuwa mbali sana na wale wafalme wa kwanza. Na mfalme wa kwanza alikuwa anaitwa Nebukadneza, mfalme wa Babeli, na mfalme wa pili katika Uamedi na Uajemi ya kwamba ni Cyrus na Darius, na katika ufalme wa tatu unaitwa ufalme wa Yunani chini ya Alexander, mashuhuri wa Alexander the Great. Hapa tunaona ya kwamba ufalme uliofuata ya kwamba ni ufalme wa Roman Empire. Sasa ufalme huu ambao unaotawala dunia mpaka wakati wa sasa ya kwamba ni ufalme tofauti sana na falme zile zingine za kwanza. Yaani tunapata ya kwamba utakuwa ni ufalme tofauti sana. Hapo maliza hiyo aya, msomaji anasema namna gani? Nasema na utakaokuwa mbali na falme zile zote, utakuwa mbali sana na falme zile zote, nao utakula dunia yote. Nao utakula dunia yote. Kwa hivyo ufalme huu, yaani mnyama huyu wa nne na mnyama ambaye aliye katika kitabu cha Ufunuo Yohana 13 ya kwamba maandiko yanasema utakaokula dunia yote. Maroro imekwisha, imeisha ndugu yangu, ya kwamba katika yaani vijiji na miji, yaani huyu mnyama amekula yaani mataifa yote. Wacha musikie, wacha kwanza tunende habari za mnyama, tusikilie kwa ufalme. Lakini kwa mawazo yako wewe weka yawe haongelelei mnyama, yawe anaongelelea ufalme, watu ambao wanaoweza kuelewa habari za wanyama. Yaani wale wanyama ni wafalme. Kwa hivyo wakati mimi naongelea mnyama, wewe utakuwa unajua mimi naongelea ufalme fulani ambao unaotawala dunia. Maandiko yanasema ya kwamba huyu mnyama wa nne, kitu cha kwanza kinachofanya awe ni tofauti sana na wale wa kwanza. Msomaji, maandiko yanasema ya kwamba atakula dunia yote. Kwa hivyo atakula dunia yote, kanyaga. Yaani the planet Earth, wakati wa zamani watu walikuwa wanaamini ni flat on its surface area. Lakini kuna mwanasayansi mmoja alikuja na akaweza kudiscover na akaweka a telescope, kuna zile zinaitwa giant telescope, ya kwamba na akaweka pia mtandao kule hewani, ya kwamba waweze kudiscover what is the shape of the earth, ya kwamba na akaona is spherical, yani ni round in shape. Kwa hivyo akaona ya kwamba katika hii dunia kuna 7 continents, na kuna continent moja ambayo iliyo na nguvu sana, Europe. Yani kuna itapo the division ama the European Union, ambayo saa hii tunasikia G7 ya kwamba kuna yale mataifa 10 yaliyotawala wakati wa zamani. Kwanza kuna Spain, ya kwamba kuna England, kuna Germany, kuna Portugal, kuna Switzerland. Hizo ni tano. Kuna France na Italy, Heruli, Vanos na Oslogos. Hizo ndizo pembe 10 katika yule mnyama. Yaani baadaye kulikuwa na separation. Unajua Nebukadneza katika ufalme wa Babeli alitawala kuanzia mwaka wa 605 before common era ama before the birth of the Messiah. Yaani alikuwa anatawala wakati ule, na ufalme wake uliendelea mpaka wakati wa mwaka 538. Yaani from 605 before common era ama before the Messiah mpaka 538 before common era ama before Messiah came into this earth. Huyo ni Nebukadneza alitawala katika ufalme wa Babeli. Na ufalme wa Medi na Persia ama Uamedi na Uajemi wakatawala kuanzia mwaka wa 538 mpaka mwaka wa 331 kabla ya ujio wa Masihi Yeshua, na kuanzia mwaka wa 331 kabla ya Yeshua mpaka mwaka wa 168, yaani kabla ya Yeshua hajakuja duniani, tunapata kwamba Alexander the Great alitawala 331 to 168, yaani before common era itakuja. Ufalme wa Roma uliingia kulingana na historia ya kwamba ule uliochukulia mamlaka ya dunia nzima, ya kwamba ulichukua kuanzia mwaka wa 168 mpaka mwaka wa 31 kabla ya Yeshua hajazaliwa. Ile itakuwa the United Roman Empire, yaani ya kwamba ama the Pagan Rome ilitawala mahali pale. Baadaye kabla ya Yeshua yaani hajazaliwa pale kidogo, ya kwamba Roma ikagawanyika kama vile ambavyo Yohana alivyoona
ya kwamba huyu mnyama ako na pembe 10 juu ya kichwa chake. Danieli akaona mnyama wa nne ya kwamba ako na vichwa 7 na ako na pembe 10 juu ya vichwa vyake, ya kwamba zile pembe 10 vinawakilisha ya kwamba Great Seven ama the division of Rome, ya kwamba Roma ikapasuka. Katika historia tunasoma ya kwamba Roma, ufalme wa Roma ama the pagan Rome, ya kwamba ilikuwa divided, the division of the European Union, ikatokea mataifa 10 ambayo tumesema ya kwanza ni Italy, ya pili ni France, Portugal, Switzerland, Germany, England na zinginezo ambazo zilikuja baadaye. Baadaye kuna Heruli, Vandals na Ostrogoths. Lakini pembe ndogo katika mwaka wa 31 mpaka mwaka wa 476 hapo ndipo ile pembe ndogo ilitokea. Baadaye hizi falme 10 zilitawala. Ukisoma hiyo Danieli msomaji, katika hiyo 7 mstari wake wa 24 naomba unisomee. Maana maandiko yanasema ya kwamba mnyama huyu wa 4 atakula dunia yote, atakanyaga mabaki kwa miguu yake, alafu malizio hiyo alafu 24 nasema namna gani? Na kuivunja vipande vipande. Na kuivunja vipande vipande. Dunia haisimami tena kwa sababu ya huyu mnyama. Lakini hatuongelei habari za literal things, hatuongelei mambo ya physical, tunaongelea mambo ya kiroho. Ya kwamba dunia imekuliwa, imeisha. Ndugu yangu, kama hujui hiyo, unaweza pata ya kwamba mimi niko uhai kimwili, lakini kiroho nimekufa. I'm dead in spiritual matters. Hebu soma andiko linasema namna gani? Na habari ya zile pembe 10. Sasa na habari ya hizo pembe 10 katika ufalme huo. Katika ufalme gani? Kwa hivyo katika huo ufalme, si ati ufalme mwingine unatokea. Katika huo ufalme tu, maandiko yanasema na pembe 10 zitatokea katika huo ufalme. Tupe habari. Wataondoka wafalme 10. Kwa hivyo watanganyika, wataondoka wafalme 10. Mwingine ataondoka baada ya hao. Kwa hivyo kidogo, kuanzia mwaka wa 31 kabla ya Yeshua hajazaliwa mpaka mwaka wa 479 ni falme 10 zinatawala. The 10 kingdoms zinatawala out of Roman Empire. Zilikuwa zinatawala wakati ule. Lakini maandiko yanasema ya kwamba baada ya hao wafalme 10 ya kwamba mwingine ataondoka. Tupe habari. Haya atakuwa mbali na hao wa kwanza. Kwa hivyo na yeye tena, maandiko yanasema ya kwamba hii pembe, huyu mfalme, maana maandiko yanasema ya kwamba pembe 10 ni wafalme 10. Kwa hivyo Ahon represent a king, a certain king ama a certain kingdom. Kwa hivyo pembe inawakilisha mfalme. Maandiko yanasema ya kwamba na baadaye kutatokea mfalme mwingine mdogo baada ya hao 10. Tupe habari msomaji. Atawashusha wafalme 3. Kwa hivyo miongoni mwa the 10 kings atawatoa wafalme wangapi? 3. Tupe habari. Naye atanena maneno kinyume chake aliye juu. Subiri pale. Naye atawashusha wafalme wangapi? 3. Katika miongoni mwa wale 10 ambao ni akina Italy, France, Portugal na England na Germany, walikuwa 10 of them including Heruli, Vandals and Ostrogoths. Lakini wakati hii pembe ndogo ilipoinuka, iling'oa pembe 3. Yaani huyu mfalme wakati alipoinuka baadaye, yaani 476 AD, that is after the death of the Messiah, ya kwamba akawashusha wafalme 3. Kwanza sasa katika ramani ya dunia ukisikia iko na continent 7 ama iko na sehemu 7 zimegawanyika: Afrika, Asia, Europa na kuna zingine inaitwa Atlantika. Sasa katika hizo continents ya kwamba kuna nchi kadhaa zimeng'olewa na huyu mfalme ambaye anatokea baadaye, Heruli, Vandals na Ostrogoths. Vandals inaitwa ni Northern Africa, na sasa Vandals na Ostrogoths zingine zikang'olewa baadaye. Wakati huyu mfalme alipoinuka, ni kwa sababu gani? Kwa sababu mafundisho yake hayakupelekana na hawa, maana maandiko yanasema ya kwamba atakuwa tofauti sana na hawa wafalme wengine. Kwa hivyo yeye atakuwa ndiye kichwa chao, yeye ndiye anatawala. Maliza andiko inasema namna gani? Na yeye huyo pembe ndogo bado. Maandiko yanasema namna gani? Kanena maneno kinyume chake aliye juu. Hii pembe ambayo imewang'oa wafalme 3, maandiko yanasema ya kwamba atanena maneno kinyume chake aliye nani? Juu. Na ndio maana maandiko yanasema ya kwamba yeye ni tofauti sana na wafalme wa kwanza. Maana wale wengine wana deal politically, hawaingilii yawe, hawana deal politically, hawana shida na religion ama na mambo ya kuabudu, mambo ya ibada. Lakini huyu wa 4
Kwanza maandiko yanasema ya kwamba wako na macho na wako na kinywa, lakini hana masikio. Neko iliyotherwo ya kwamba kile anasema lazima iwe hivyo, lakini kwa kuona macho alionayo ni ya kuona mafumbo, anaweza akafahamu. Hebu sijui kama msomaji mtapotea, ndiko hapo nipe 8:25 kitabu cha Danieli inasema namna gani? Kuna mahali nasema baadaye mfano mwingine atainuka kama 26. Anayefahamu mafumbo. Hebu soma mahali pale. Danieli 8:26. Inasema ndio na maono ya hizo nyakati za jioni ndio na asubuhi tumewahi ndio sema ni kweli. Tamamba, nataka haya baada ya hapo maneno hayo yaliyosemwa ni kweli. Inasema ndio, lakini wewe yafunike maono hayo, maana ni wakati ujao, ndio baada ya siku nyingi. Tumewahi mimi Danieli nikazimia, nikaugua siku kadha wa kadha, ndio kisha nikaondoka nikatenda shughuli za mfalme, ndio nami naliyastaajabia yale maono, hakuna aliyeyafahamu. Nami niliyastaajabia yale maono, lakini hakuna ambaye. Hebu kusoma mstari wake ndio 20 na tena katika habari ya pembe ile iliyovunjika ambayo badala yake. Hebu soma 23 inasema namna gani? Hapo hiyo Danieli 8:23. Na wakati wa mwisho. Sasa maandiko yanasema na wakati wa nini? Wa mwisho. Sasa hapo ndipo tunatafuta huyu mfalme hii pembe ndogo. Maandiko yanasema ya kwamba na wakati wa mwisho wa ufalme huo, wa ufalme wao wakosao, ndio utakapotimia, mfalme mwenye uso mkali afahamuye mafumbo. Ati wakati wa mwisho miongoni mwa wafalme hao ya kwamba kutatokea mfalme mwenye uso mkali ayafunuye nini? Mafumbo. Maliza andiko. Atasimama. Kwa hivyo anayefahamu mafumbo atasimama. Na ile pembe ndogo iko na macho na iko na kinywa. Kwa hivyo it speaks against the Almighty, against the El Shaddai, Yahweh. Yaani ananena kinyume chake. Endelea na nini nasema namna gani? Wakati ananena kinyume, tutajua kinyume chake ananena namna gani. Maliza niko baba. Na nguvu zake zitakuwa nyingi mno. Na nguvu za nani? Pembe hii ndogo zitakuwa nyingi mno. Lakini si kwa uwezo wake mwenyewe. Lakini sio kwa uwezo wa hiyo pembe. Subiri kidogo. Yaani ili upate Danieli na Yohana katika kisiwa cha Patmo wanapatana. Maandiko yanasema ya kwamba ikiwa wasemi sawa sawa na yeye akakuwa pana asubuhi. Kwa hiyo tunapata ya kwamba mtu awaye yote anayehubiri habari za Yeshua lazima kwanza wapatane, ya kwamba nabii na mtume, nabii na mwalimu na mchungaji, na mwalimu lazima waongelee jambo moja. Si ati ya kwamba wewe unahubiri hili lakini mwingine anainuka na kupinga. Hiyo si roho yawe. Roho wa shetani ni kuleta mafarakano. Maana maandiko yanasema ya kwamba tuangalie, tujaribu kama yani roho ambazo tulizomwagiwa kama ni kweli ama ni uongo. Sasa hapa tunaona ya kwamba Danieli anasema ya kwamba huyu mnyama ama hii pembe ndogo ambayo itakayoinuka ya kwamba atakuwa na uwezo, lakini si uwezo wake mwenyewe. Aliye na uso mkali ambaye hapambue mafumbo. Sasa ulikuwa unasoma Danieli 7:25. Hiyo pembe ndogo inamtukana aliye juu. Inasemaje? Atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Ndugu yangu, wakati utakaposikia shetani anakupiga kila siku, yaani yako kinyume na wewe, yaani jua ni ya kwamba ni kwa sababu wewe ni mtakatifu wa Yahweh. Ya kwamba unasikia mtu anauliza ya kwamba je, kuna watu ambao hawamjui Yahweh, hawamwabudu lakini ni matajiri kupita kiasi. Wewe unaanza kusema ya kwamba kwani Yahweh abariki watu wake. Sasa hiyo ndio kikwazo. Yaani inakuwa mbele yako. Lakini ingawaje inawezekana kwamba watakatifu wao hawakuumbiwa shida, waliumbiwa dhiki na taabu. Lakini maandiko yanasema ya kwamba hapa kitu cha kwanza atakuwa anamtukana, anamkufuru Yahweh. Anatukana yeye aliye juu, na la pili atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. Soma andiko malizia nasema namna gani? Atazimu kubadili majira na sheria. Naye atazimu kubadili majira na nini nyingine? Sheria. Na sheria naye atapewa na watatiwa mikononi mwake. Kwa nini? Kwa wakati na nyakati mbili na nini nyingine? Na nusu wakati. Kwa hivyo tunapata hiyo pembe ndogo iko na vita na watakatifu, inamtukana Yahweh, na jambo lingine ya kwamba atabadilisha, atazimu to change times and law. Wacha niingilie mambo kidogo pale katika hiyo pembe ndogo.
Pembe ndogo, maandiko yanasema ya kwamba ni mfalme anayefahamu mafumbo na ya kwamba uwezo wake si uwezo wake mwenyewe. Na kitu cha kwanza tunaangalia ya kwamba ananena maneno kinyume chake aliye juu. Msomaji, naomba nipe Marko 2 mstari wake wa 7. Ananena maneno kinyume chake aliye juu, yani against the most high Yahweh, ama the most high El Shaddai. Inasema namna gani katika 2:7 kitabu cha Marko? Sasa tunaangalia ni maneno magani yananena kinyume. Hebu isome tusikie namna gani. Mbona huyo anasema hivi? Wayahudi wanauliza Yeshua katika Injili ya Marko inayohusiana sana na Kefa ama na Petro. Anasema ya kwamba na kwa nini huyu anasema hivi? Anakufuru. Anafanya nini? Anakufuru. Kwa hivyo anakufuru. Kwa hivyo ile pembe ndogo, maandiko yanasema ya kwamba alionekana yuna majina ya kukufuru au kumtukana yao. Sasa tunauliza kukufuru maana yake nini? Wanasema Wayahudi ya kwamba mbona wewe unasema hivi? Anakufuru kwa sababu amefanya nini? Ni nani anaweza kusamehe dhambi? Ni nani ambaye anayeweza kusamehe dhambi? Isipokuwa mmoja, ndiye Yahweh. Kwa hivyo Yahweh pekee yake ndiye anaweza kufanya nini? Kusamehe dhambi. Kusamehe dhambi. Only Yahweh, kwa sababu wao wengine ni wanadamu ambao wanakula na wanaenda choo. Yaani inawezekanaje muwe na Baba Mtakatifu mwanadamu ati amewekwa mahali kwa kiti anaitwa Baba Mtakatifu na watu wanamuinamia? Kuna mahali mpaka wasamehewe, kuna the golden stairs. Kule Vatican kuna the golden stairs. Ya kwamba unapanda na magoti, unaenda ukinama mpaka ufikie pale ya kusamehe dhambi yako. Na zingine zimewekwa ndani ya nyumba za ibada ya kwamba unaenda unatubu. Mtengeneze ka nyumba fulani hapa ndani ya kwamba alafu kuna mtu ndani hapo. Nikizidi na kuja wakati peke yangu nasema nikizidi anakwambia kwamba your sins are forgiven. Kitabu ya Catechism Msomaji. Hapo nipe katika ukurasa wa 51 kama sijakosea. Catechism CCC ili ya kwamba yule mnyama ama ile pembe ndogo ya kwamba ndio inaongea hapo ndani. Si ati inaongea mahali pengine pale. Ya kwamba ni ya kusanyiko fulani. The Roman Empire iko na kusanyiko moja peke yake. Inafuatwa sana. Na ndio wenyewe wa haya, viongozi wao. Unajua kuna wale ambao waliondani. Hao ni waadhiwa, tuna shida. Na ndugu yangu mimi nikisoma nasoma kwa sababu nilinunua kule katika maktaba. Na siko huko tu nyingi. Hata unaweza nunua ni 250 peke yake. Unasoma tu na kusoma hakuna shida na wameandika isomwe. Sasa Wayahudi wanasema anakufuru. Kwa sababu gani anakufuru? Maana ni nani anaweza kusamehe dhambi? Maana ni moja peke yake, Yahweh peke yake anasamehe dhambi. Ikiwa kuna mwanadamu anayesamehe dhambi, anamtukana Yahweh, anakufuru. Somaji 51 ukurasa. Wakati kisi inasema namna gani? Padre nani? Sasa inauliza swali. Yaani nika kitabu kanauliza swali hapo anajibu mwenyewe. Ananena baadaye anatujibu. Si hataki si tujibu, yeye anataka yeye ajibu mwenyewe. Sasa acha ajibu tu, aulize swali. Padre ni nani kama umjui? Sasa padre vile ambavyo tutakavyosoma hapo ndivyo alivyo. Soma. Nasema, padre ni mwanaume. Padre ni mwanaume anayeshiriki katika kazi ya askofu. Anayeshiriki katika kazi ya askofu. Inasema na amepewa nukuu. Wewe nukuu yenye imeandikwa. Maana wao wameandika hivyo. Katika anayeshiriki katika kazi ya askofu. Ndio. Na amepewa na Kristo uwezo. Ati amepewa uwezo wa kuhubiri Injili. Hiyo amepewa uwezo wa kuhubiri Injili. Kusamehe dhambi. Ati amepewa nini uwezo wa? Kusamehe dhambi. Uwezo wa kusamehe dhambi. Lakini maandiko yanasema ya kwamba ni nani ambaye ana uwezo wa kusamehe nani dhambi? Yahweh. Hebu nipe kitabu cha waraka wa kwanza 1 mstari wake ni wa 9 inasema namna gani? 8 na 9. Waraka wa kwanza wa Yohana. Padre anasamehe dhambi na ni mwanadamu ambaye amewekwa mahali pale. Kwanza si Yeshua alipeana hayo mamlaka. Yule pembe ndogo ako na mamlaka lakini si yake mwenyewe. Anawakilisha mamlaka ya mtu fulani. Ni chairman. Yeye ni chairman na inawezekana akabadilika. Lakini watu wasielewe vibaya ya kwamba hatuongelelei watu, tunaongelea the teachings ama the doctrine. The bad doctrine is against Yahweh. Mimi na wewe ni ndugu ya kwamba tunanoana kama chuma inavyotoa chuma nyingine, basi nami nifundishwe. Inasema namna gani waraka wa kwanza wa Yohana 1 mstari wake wa 8 na 9? Nasema ndio tukisema ya kwamba hatuna dhambi, tunafanya nini? Tunajidanganya.
lakini wala kweli haimo mwetu, wala kweli haimo ndani yetu. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu, kutusafisha na udhalimu wote. Kwa hiyo tunapata ni nani anasamehe dhambi? Ya kwamba anaondoa dhambi. Lakini kuna mwingine anasema ya kwamba si Yawe, ni mwanadamu. Kwanza hilo ni kufuru la kwanza. Maandiko yanasema ya kwamba kuna kufuru lingine, ya kwamba ni kufuru. Hilo ni gani? Hebu nisaidie 17:11 kitabu cha Injili ya Yohana. Ya kwamba Yeshua aliomba. Haya ni maombi ya Yeshua wakati alipokuwa anaenda kuteswa, alipokuwa anatiwa mikononi mwa waandishi na Mafarisayo. Na akaomba akamwambia Baba ya kwamba hao usiwatoe duniani. Lakini anasema kitu katika 17:11, msomaji anasema namna gani? Anasema ndio, wala mimi simo tena ulimwenguni. Anasema ya kwamba wala mimi simo tena ulimwenguni, lakini hawa wamo ulimwenguni. Lakini hawa watumishi wangu, wanafunzi wangu wako ulimwenguni. Naja kwako. Sasa Yeshua anasema na mimi naja kwako, Baba Mtakatifu. Kwa hivyo Yawe ni nani? Baba Mtakatifu. Kwa hivyo yeye ambaye aliye peke yake Baba Mtakatifu ni nani? Yawe. Kwa hivyo ni Yawe peke yake, si mwanadamu. Lakini leo ya kwamba tunasikia kwamba kuna Baba Mtakatifu. Kuna kitabu kanaitwa Katafu kama Oya, kitabu kama ombi, kameprintiwa Njeri. Na niko na soft copy yake, lakini kwa sasa nitatoa wakati ujao kama udhibitisho. Ya kwamba kanasema na tumuimbie, wananukuu, ya kwamba tumuimbie Mwokozi wa hapa duniani wimbo. Ya kwamba huyu Baba Mtakatifu anakaa Roma. Sasa kuna baba mwingine ati Baba Mtakatifu anakaa Roma. Ya kwamba na yeye anasema ya kwamba Yeshua anasema naja kwako Baba Mtakatifu. Kwanza hilo ni kufuru lingine. Lakini kwa mengineo mengi ya kwamba katika hiyo mstari wake wa 25 ya kwamba naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu. 17 ama 12:17 Ufunuo wa Yohana inasema namna gani? 12:17 katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana, atawadhoofisha watakatifu wa Yawe aliye juu. Hebu soma kwa 14:12. Hiyo Ufunuo wa Yohana inasema namna gani? Inasema ndio, hapa ndipo penye subira watakatifu. Subiri kidogo. Hapa ndipo penye subira ya kina nani? Watakatifu. Na yule pembe ndogo atawadhoofisha watakatifu wa nani? Wake aliye juu. Kwa hivyo watakatifu, maandiko yanasema kwamba hapa ndipo penye subira ya hao watakatifu ama ya watakatifu ambao watadhoofishwa na hii pembe ndogo. Kwa hivyo hii pembe ndogo iko against the set apart, iko against the kadosh ama the kadoshat of Yahweh, yani watakatifu wa Yahweh. Ni kwa sababu gani wanafanya nini? Hao wazishikao amri za Yahweh. Hao wazishikao amri za Yahweh na imani ya Yeshua. Hakuna amri hata moja ya Yahweh inafurahisha shetani, hata moja. Hakuna amri ya Yahweh inafurahisha shetani. Ni kwa sababu shetani anataka tunaona baba yetu Yahweh si ana upendo kwa amri zake. Hata wakati Yahweh anasema ya kwamba usiwe na sanamu, shetani anasema hapana, hapa hii sanamu tunafaa tutoe hii haya, alafu baadaye tugawanye ya 10 ya kwamba ziwe 10. Maandiko yanasema ya kwamba atawadhoofisha watakatifu wa Yahweh. Hapa ndipo palipo na subira ya watakatifu hao wazishikao amri za Yahweh na imani ya Yeshua Mesaya. 12:17 inasema namna gani? Maandiko yanasema ya kwamba anawadhoofisha. Kwa hiyo watakatifu wa Yahweh mahali popote walipo dunia nzima, wakipitia injili ya milele ya Yeshua Mesaya YouTube channel pamoja na The Messianic Global Show, maandiko yanasema ya kwamba mjifunge viuno kama wanaume. Maana shetani sasa yu kazini, lakini msikate tamaa. Yeshua anasema ya kwamba wameushinda ulimwengu, ya kwamba na sisi pia tunaushinda ulimwengu. 12:17 Ufunuo wa Yohana Anasema ndio, akamkasirikia yule mwanamke, akamkasirikia lile kusanyiko ama yule mwanamke, akaenda zake afanye vita juu ya wazao wake. Akaenda afanye vita juu ya masalio, yani wale waliosalia ama wazao wake waliosalia zishikao amri za Yahweh. There is a specification who are the Kodesha, the set apart people, ama kwa jina maarufu holy people, ya kwamba watakatifu, the righteous, wale ya kwamba shetani yule joka akaenda kufanya vita na uzao wake, ya kwamba waliosalia.
Hao wanaofanya nini? Wazishikao amri za Yawe, si amri za mwanadamu, amri za Yawe na imani ya hakuwa na ushuhuda wa Yeshua. Yaani amri za Yawe na ushuhuda. Hao ndio wako na vita na shetani, si wengineo. Hao wengineo dunia yote wamemuinamia. Soma 13 inasema namna gani msomaji? Hiyo 13 Ufunuo wa Yohana hapo mstari wake ni wa 2, 3 na 4 inasema namna gani? Hasa mstari wa 3. Inasema yule joka, nikaona kama inasema hivi, yule joka, yule mnyama niliyemuona, yule mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui. Nataka hapo aya kuna bana yule joka, yule nyoka akampa mamlaka. Hapo katika hiyo tu aya. Inasema ndio yule joka. Kwa hivyo yule joka akampa nguvu zake, akampa nani? Nguvu zake akampa nani? Mnyama ambaye anafananishwa na pembe ile ndogo ambayo iko kinyume na watakatifu wa Yahweh. Mimi namalizia. Lakini hii unabii hatuwezi tukamaliza leo, lakini maana ni mrefu sana. Yaani kuchunguza kusanyiko la kweli na kusanyiko la uongo, ndugu yangu. Kuna makusanyiko mawili peke yake. Hata ima ya kwamba hiyo nimefungua yangu niite KAG ama niite Helicopter Church, ya kwamba kama bado ile ambayo nilio chini ya himaya yake, aidha niko kwa Yawe au niko kwa Shetani. Mambo ni mawili peke yake. Aidha nanena ukweli lakini si uko chini ya kusanyiko la Yawe Sacred Assembly, ya kwamba bado niko kwa kusanyiko la Yawe ikiwa na kwenda kweli. Lakini inawezekana ya kwamba niwe na Helicopter Church na ya kwamba bado niko na uongo, mimi bado niko chini ya himaya ya Shetani. Hao yanaitwa makusanyiko mawili peke yake. Hakuna mingi, kuna uongo, kuna ukweli. Hakuna uongo ndogo na ukubwa, na hakuna ukweli kadogo. Mimi niko katikati, tunasimama kwa fence. Hakuna watu wabaya kama hao. Hao ndio vuvu. Hao Yesu anasema atawatapika. Hakuna kitu mbaya kama mtu vuvu. Yaani uwe baridi au uwe moto. Sasa huyu mnyama amepewa mamlaka na Shetani. Kwa hivyo huyu mamlaka anayotawala nayo ni ya Shetani. Anakalia the seat of the devil. Ya kwamba ni chairman wa dunia hii. Ukisoma Thessalonike wa 2 mstari wake ni wa 3. Lakini kwa sababu ya wakati, maliza andiko hiyo haya msomaji anasema namna gani? Kiti chake cha enzi. Kwa hivyo yule joka wa zamani akampa mnyama uwezo mwingi na kiti chake cha enzi. Kwa hivyo hapa duniani kuna kiti cha nani? Cha Shetani. Unajua Shetani hapo tuko kwa shimo. Yaani hakuna mahali ambapo ati kuna semekana ati kwa jehanamu. Unajua kuna watu wanasema ati kuna watu wanaenda kwa Shetani. Kwa Shetani ni wapi? Maandiko yanasema kwamba Shetani akatupwa hapa duniani. Ukisoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana 10:12 ama 12:10 inasema ya kwamba yule mshtaki wetu ametupwa hapa duniani, wale wao wanaokaa duniani. Hapa ndipo kiti cha Shetani ilipo. Kuna mahali tu mahali fulani pale. Yaani kuna kiti ya Shetani imewekwa na kuna mtu anakaa anawakilisha Shetani. Ako na nguvu za Shetani, mamlaka ya Shetani na uwezo wake hapo nao. Na anatawala hii dunia. Maandiko yanasema ya kwamba na dunia yote itamshuhudia. So mstari wa 5 inasema namna gani? Nasema hapo tu katika hiyo aya. Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makuu. Naye akapewa kinywa cha kunena maneno makubwa ya makufuru. Akapewa uwezo wa kufanya kazi kwa miezi 42. Maliza andiko. Akafunua kinywa chake. Amtukane Yawe na kulitukana na hata kulitukana jina lake Yawe na maskani pia yake na wakao mbinguni. Hebu maliza niko nataka mahali ambao dunia yote itamfuata hapo. Tena akapewa kufanya vita na watakatifu. Tena yuna vita na watakatifu na kuwashinda. Kwa hivyo tutashinda. Lakini Yesu ana uwezo kwamba tutafanya nini? Tutasimama. Yesu anasema ya kwamba tusimuogope ambaye anayeua mwili huu lakini hawezi akaua roho. Hiyo ndio beneficiary. Lakini ogopa mtu ambaye anayeweza kuua roho yako. Lakini Yesu anasema kwamba anakuwashinda. Lakini kuwashinda kwa sababu gani? Maisha ni hapo chini anasema namna gani? Akapewa uwezo juu ya kila kabila, Wakikuyu, Wajaluo, Wamasai, Wakalenjin, Wagiriki, Wayunani, Walatini, Waingereza. Akapewa uwezo juu ya kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Wote wakao juu ya nchi watamsujudu. Ati nini? Watamsujudu. Kwa hivyo wote wakao juu ya nchi watafanya nini? Watamsujudu. Wamsujudu nani? Kila ambaye. Wote kidogo watamsujudu nani? Huyo mnyama. Hadi hapo ndio palipo na difference. Watamsujudu. Maandiko yanasema ya kwamba dunia yote, na ndio maana Kefa kwa Roho Mtakatifu akisema nasi tuna lile neno la unabii ambalo tukiangalia zaidi tuwafanya mema.
Kwa hivyo unabii unafanya utoke kusanyiko la yule mwovu unaingia kwa kundi la yake. Unatoka kwa kundi la shetani unaingia kwa kundi la yake. Mimi sijasema kwa kundi la shetani, lakini kwa vigezo utajua uko kwa kusanyiko la yake au la shetani. Yaani hapo mwenyewe utajifanyia hesabu. Lakini maandiko yanasema kwamba dunia yote itamsujudu yule mnyama. Yaani kwa King James inasema they will worship. Yaani watamwabudu yule mnyama. Dunia yote, lakini ni akina nani hao hata msujudu? Maliza haya. Kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima. Kwa hivyo kila ambaye jina lake halikuandikwa katika kitabu cha uzima wa milele cha mwana kondoo, na cha mwana kondoo aliyechinjwa ndio tangu kuwekwa misingi ya dunia. Kwa hivyo yeyote atakaye muabudu yule sanamu, yani mnyama na sanamu, na kuabudu mnyama unaabudu shetani, si mwingine, unaabudu shetani. Maana hata shetani anataka kuabudiwa. Na Mathayo 14:12 Isaya. Pia shetani mwenyewe anataka kuabudiwa, na ndivyo alivyosema. Sasa swali langu ni kubwa, katika dunia ya sasa shetani anaabudiwa kama nani? Maana anaabudiwa, lakini anaabudiwa kama nani? 12:11 ama 14:12 kitabu cha Isaya inasema namna gani? Anasema 14:12 Isaya. Anasema jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, nyota ya alfajiri. Kwa hivyo jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, wewe leo, wewe Lucifer, ya kwamba jinsi ulivyokatwa kabisa kutoka mbinguni namna gani? Wewe nyota ya alfajiri. Wewe nyota ya alfajiri. Mwana wa asubuhi. Ya kwamba mwana wa asubuhi. Jinsi ulivyokatwa kabisa. Kwa hivyo jinsi ambavyo ulivyokatwa kabisa. Wewe uliyewaangusha mataifa. Wewe ambao uliyewaangusha mataifa. Na ulisema moyoni mwako. Sasa shetani akasema huyu Helel, lakini sasa hawezi kuitwa Helel maana right bearer. Maana alikuwa ni wakati ule. Ukisoma kitabu cha Ezekieli 14 ama 28:14 ukiteremka na andiko ya kwamba utajua vile ambavyo alikuwa ameumbwa, ya kwamba mpaka dhambi ikapatikana ndani yake, ya kwamba akasema ndani ya moyo wake, yani shetani sasa anasema namna gani? Atapanda mpaka mbinguni. Shetani atapanda mpaka mbinguni, na ndio maana watu wanaenda mbinguni, wanasema wanaenda mbinguni miongoni mwao. Nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Elohimu. Shetani yako na nini? Anasema nitakiinua kuliko nyota za Yahwe ama nyota za Elohimu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano. Nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano katika pande za mwisho wa kaskazini. Katika pande za kaskazini nitapaa kupita vimo vya mawingu. Ya kwamba shetani anasema ya kwamba nitapita kuliko vimo vya mawingu. Nitafanana na yeye aliye juu. Nitafanana na yeye aliye juu. Hivyo ndivyo shetani alivyosema. Lakini ndugu yangu, swali kubwa ni hili, ya kwamba shetani amekwisha kukinua kiti chake juu, ya kwamba anataka kuabudiwa kama yao. Na dunia inasema, na maandiko yanasema katika unabii ya kwamba dunia yote itamsujudia. Dunia yote, hapo ndipo palipo na hofu. Danieli akazirai, akaugua na pia akagonjeka sana. Ni kwa sababu ya huyu mnyama. Ni kwa sababu ya ipe ndogo. Maana itaonyesha watakatifu ya kivumbi ya kwamba watadhoofishwa sana, lakini watashinda kwa uwezo wa Yawe. Lakini wewe uliye ndani yake, Yawe anasema ya kwamba tokeni Babeli. 18 kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Anasema ya kwamba labda inawezekana hatujui. Ya kwamba labda inawezekana nijipate ndani yake. Huyu mwanamke tutakaye muingia sabato ijayo, ya kwamba ni mwanamke kahaba na ako na watoto. Kwa hivyo yeye na watoto wake kama hawatagairi wanaingia jehanamu. Si mimi nasema ya kwamba yeyote ambaye hakuweza kucha uzima ya kwamba anaingia jikoni, lakini Yawe anasema namna hii ya kwamba wale wote ambao wanajua ni watu wake, wale wanaitanishwa na jina lake. 18 Ufunuo wa Yohana. Kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni ikisema, anasema ya kwamba kisha nikasikia sauti nyingine kutoka mbinguni kwa Baba yetu Yawe. Anasema namna gani? Tokeni kwake enyi watu wangu. Anasema tokeni kwake enyi watu wangu. Usishiriki dhambi zake. Usishiriki dhambi zake. Wala msipokee mapigo yake. Wala msipokee mapigo yake. Maana dhambi zake zimefika hata mbinguni. Elohimu amekumbuka maovu yake. Na Elohimu amekumbuka maovu yake. Kwa hivyo Yawe anasema ya kwamba tutoke. Let us not dwell in her. Ya kwamba tutoke ndani yake ndugu zangu, ili ya kwamba tusiweze kuangamia. Ni kwa sababu Yawe amekumbuka maovu yake. Na ndio maana yake malaika wa pili
anasema umeanguka Babeli. Wakati Babeli itakuwa inaanguka, ndugu yangu, ya kwamba tusiwe itaanguka tukiwa ndani, ya kwamba tutoke Babeli. Mengineo mengi tunataka tuingie ndani ya unabii, lakini mwisho wa haya ya kwamba yawe hataki tuwe wasikivu ambao wanasikia yake, ni wasikivu watu ambao wanaosikia na wanatenda haki. Ikiwa ya kwamba unataka mambo haya kwa undani, wewe uliza swali ya kwamba tunawapatia watu uhuru wanaamini, wakauliza swali ya kwamba kama wanaamini basi wakafuata, wawe wachambuzi wa maandiko ndani na nje, ili ya kwamba wapate kumjua baba yetu yawe. Wateni tushukuru. Maneno hayo machache mimi nisemea hayo, bariki na watende mambo mema. Tunapochukua hatua ya imani, hata through the prophecy, wanasema there is hope, kuna tumaini ndani ya unabii na kutokuinamia sanamu na mnyama. Wateni tushukuru. Baba yetu yawe, Mungu wa mbingu na ardhi, tena katika jina la Yeshua ya kwamba tunakuhimidi tukisema ya kwamba unastahili kuabudiwa na kupewa sifa. Asante kwa kipindi hicho cha unabii ambacho tumekuwa pamoja nasi yawe, na kwamba kila sikio limesikia. Mahali popote pale sauti hii imefika, ya kwamba kama mtume Shauli alivyoulizwa na Agripa, ya kwamba kwa maneno machache, ya kwamba kama anaweza kufanya kuwa Masihi, na akasema sio kwa maneno machache tu, lakini na pia sio kwa hiyo minyororo, ya kwamba angependa wote wawe kama yeye, na jinsi ambavyo anavyosema kwamba tumfuate yeye kama vile ambavyo anavyokufuata wewe Yeshua, ya kwamba ndivyo ambavyo tunavyosema kwamba tuwe kama wewe, ya kwamba ukatufinyanga, ya kwamba yeyote ambaye anayesikia sauti hii, ya kwamba yawe, ya kwamba ukamwambia roho kama yako kuchukua hatua ya imani, ukamwongoza na kumfinyanga na kuitimiza, na kwamba na kutupa hekima na maarifa, ya kwamba tukujue wewe yawe, katika utajiri wote na hekima yote, na katika umaarufu wote yawe, tusiweze kumsujudia mnyama na sanamu yake, wala kumsujudia yule joka wa zamani ambaye aliyewakosesha Adamu na Hawa, ya kwamba katika majaribio ya kukuasi yawe, ya kwamba sasa tuna nguvu kwa kifo cha Yeshua, ya kwamba ameshinda kutoka mautini. Asante kwa mambo na uaminifu, kwa bariki wasikilizaji, ya kwamba kwa tena mambo mema, hata tutakapokuwa tunatoka katika sanamu na mnyama na katika chapa yake yawe, ukatusaidia, maana pendo letu na ya kwamba mapenzi yetu ya kwamba ni tupate uzima wa milele na kutawala nawe katika ufalme ujao. Asante kwa wapenda, ukawainua, ukawahifadhi katika amri yako na katika mamlaka yako, katika jina la Yeshua. Shetani ana nguvu ndani yetu, lakini tumemshinda kwa neno lako na ushuhuda wa Yeshua. Asante kwa wako na uaminifu, tupe sabato ya raha na sabato yenye furaha katika jina la Yeshua. Wale wote watakaokuja uwabariki, watende mambo mema tukikusanyika hapa. Dhabihu ambayo yote tutakayoitoa, ima ni matoleo yetu, ima ni sadaka za vinywa vyetu, ima ni kile ambacho tutakachokuimbia yawe, mafundisho yote, ya kwamba tuwe tumebarikiwa nawe, na chochote tutakacho tukitoa, ya kwamba kiwe ni manukato na harufu nzuri mbele za macho yako, nasi kiwe tumebarikiwa naye. Wabariki wote na mambo mema, na wote na kusanyiko lako mahali popote pale lilipo katika dunia nzima, tunaliombea amani na neema yako, na pia na mji wako Yerusalemu, na pia taifa letu la Kenya. Tunaomba ya kwamba Baba yako hapa viongozi wetu hekima na maarifa, ya kwamba asifanye siasa za ghasia, na tukatupa hekima na maarifa, ya kwamba hata kueneza na kunena neno lako kwa ujasiri, katika jina la Yeshua aliye mkombozi wetu tunaomba na kuamini. Haleluya. Mbarikiwe na yawe watende mambo mema. Pia wale ambao wanaotufuata sana katika mitandao yetu The Messianic Show, don't forget to subscribe, that we always remember in our prayers, na pia injili ya Yashua ya milele ya Yashua Messiah. Yawe wabariki na watende mambo mema. Shalom, peace and love to Maroroi. Yawe watende mambo mema na muwe na siku njema, na pia tunawakaribisha kwa sabato ya siku ya leo, na mbarikiwe na yawe. Shalom wapendwa. Na wasalimu katika jina la Yeshua. Mjambo. Na sabato njema ikiwa na yawe.